Walika popote ulipo, karibu sana. Majina yangu naitwa Mchungaji Kaimenyi wa Lema Word of Life Ministry hapa Namanga, na tutakuwa tunakuja every Tuesday online katika ibada ya mafundisho ambayo tunaita Lema Hour, to be called Lema Hour. Na tuanze kwa maombi, alafu Mungu wa mbinguni atakubariki. Baba, tunakushukuru sababu ya siku leo umetupa neema kupatikana ni ya kuona masana majira kama mfano wa rehema. Asante kwa mama, wazee na vijana. Asante walioko Kenya na nje ya Kenya, Bwana, na tusikiza Afrika na nje ya Afrika. Tunakusihi Bwana ukaonekane. Tembea na nguvu zako na uwezo wako, Mungu kadhirike. Mfalme, tuongoze kwa kila njia na kwa kila hatua. Kwa jina la Yesu Kristo nimeomba na kushukuru, na mtu aseme amen. Hapo ulipo msikilizaji wangu, mtazamaji wangu popote ulipo, karibu sana kwa kipindi chetu Lema Hour, ambaye nimeletwa na mchungaji mtumishi wa Mungu kutoka Namanga Mbonda mpakani. Na nataka kwenda kufundisha kitu kinaitwa kwamba power to finish well. Nataka kujua kwamba tuko mwisho wa mwaka. Mwisho wa mwaka umalizie vizuri. Nataka kujua kwamba kuna maroho upiga watu wasimalizie vizuri mwisho wa mwaka. Kuna wengi sasa wanatembea, lakini mwisho wa mwaka ifika atakuwa amefunikiwa na kaburi, wengine mikono itakuwa imevunjika, wengine macho imepotea. Maana there is power that fight people, ambao unapiganga watu wasimalizie vizuri. So lazima ujitahidi wewe, na nataka kufanya itafanya umalizie mwaka salama katika jina la Yesu Kristo, na utukufu wa Bwana utakuwa juu ya maisha yetu. Kwa hivyo nataka nikuonyeshe ama nikufundishe kile kitafanya umalizie mwaka salama pasipo shinda wala matatizo yote. Tutaanzia kitabu kinaitwa Mhubiri 7:8 ambaye inasoma better is the end of the thing than the beginning, therefore the patient in spirit is better than the proud in the spirit. Nasema ya kwamba heri mwisho wa neno kuliko mwanzo wake. Kwa nini mwandishi Suleimani aliongea kitu akisema heri mwisho wa jambo kuliko mwanzo wake? Sasa Suleimani alianza vizuri sana na akafanya kazi kubwa sana katika maisha yake, lakini mwisho alimalizia ameoa wanawake 700 na akawa maconcubine 300. So alimalizia mpaka mwenyewe akasema vanity is vanity. Suleimani alikuwa anafanya kazi 12,000, na kila mfanyikazi alikuwa amemwekea amemjengea nyumba mfanyikazi kila 12,000. Suleimani alikuwa na merikebu ilikuwa zinasafiri dunia nzima ikisafiri. Suleimani kwake kijiko ilikuwa dhahabu, kila kitu kwake kilikuwa dhahabu. Hata Queen Sheba alipoambiwa habari zake, sasa Suleimani alipofika kule Yerusalemu anamwambia kwamba hata nusu ya mambo nimeambiwa, hata sijafika. Yaani hata kile nimeona, hata kile ile niliambiwa tu sikuambiwa nusu. Na alikuwa amempelekea dhahabu. Hakuza Suleimani amna dhahabu kama mchanga. So nataka kusema ndio huyu anaandika sema kwa heri mwisho wa neno kuliko mwanzo wake. Kwa hivyo ni vizuri ujue kwamba unamalizia vizuri katika maisha yako. Anakuombea Mungu mwisho wa mwaka umalizie vizuri kuanzia sasa, wewe na jamii yako na watoto wako na familia yako. Kila lazima uelewe what will cause me to finish power. Man, there is power. Kuna nguvu zinapiganga watu wasimalizie vizuri. Si hivi duniani hakuna kitu kinatendekanga hivi. Kuna nguvu tokea mahali ili iweze kusababisha mtu asimalize vizuri. Anataka uelewe kama mfano kama mtu anaitwa Musa. Musa alikuwa mtumishi wa Mungu, na Musa anasema kwamba alitolewa kwa maji, na mamake Musa alipompatia akaenda na mto Nile. Binti wa Potifa jua kwamba atajua kwamba Misri walikuwa na abudu miungu ya mto, na binti ya Potifa kama ameteremka mtoni kwenda kuabudu miungu. Sasa akakutana na mtoto akienda akamweleza akasema kwamba ni miungu imenipatia mtoto. Akamuita Musa, maana sema I drew him from the water. Akamuita Musa. Bwana Yesu asifiwe. So kama mtumishi wangu kusema, nataka kuambia kwamba Musa ameenda akatolewa kwa maji. Musa ametoka katika mahali ambayo kulikuwa na maji,
amekimbia Misri, akaenda kukutana na Shipora katika kizima nchi ya Midian, mahali pa maji. Musa ametoka Misri hivi tu, kitu ya kwanza kukutana naye ni maji kutoka Misri. Vita yake ilianzia hapo. Jangwani ameenda amepigana mpaka mwisho Musa anakosana na Mungu maji. Kwa hivyo kuna nguvu, si kitu hivi. Kuna nguvu ambaye upiga mtu asifanye kitu ama asimalizie vizuri. Na Musa maana akasema kwamba ni trono ya kwamba akapandishwa mlimani, akaona mbali mlima, akaambiwa ndio Canaan. Musa nyingine aliangalia the glory of Canaan, lakini hakuweza yeye mwenyewe kuingia Canaan. Kwa hivyo nakuombea Mungu tu, usio unaota tu uko na pesa, usio unaota tu uko na magari. That is the future ambayo Mungu amekuwekea. Lakini ufikirie kwamba ile vitu uliotanga, waambie watu ndio hii nimefikia, nimeipata. Bwana Yesu asifiwe. Usio unaotanga ukienda ndege kila mahali dunia nzima. Ngine mwisho unakuta kwamba uliangalia watu wanasema kwamba utaonea Canaan view sasa. Hapana, Mungu akupatie neema ya kumalizia vizuri katika maisha yako, na mtu hapo nyumbani aseme amen. Bwana Yesu asifiwe. So karibu sana unapoendelea katika kipindi, ujua kwamba unahitaji nguvu ili uweze kumalizia vizuri. Kwa hiyo tusome kitabu kingine inaitwa Ecclesiastes, Mhubiri 9:11 hapo nyumbani. Mhubiri 9:11 hapo nyumbani. Na Mungu wa mbinguni atakubariki. Fungua hapo Mhubiri 9 hapo nyumbani, na Mungu wa mbinguni atakubariki. Mhubiri 9:12 11 samani. Mhubiri 9:11 nasemaje? Inasema, nikarudi na kuona chini ya jua ya kwamba si mwenye mbio washindao katika michezo, wala si walio hodari washindao vitani, wala si wenye hekima wapatao chakula, wala si watu ufahamu wapatao mali, wala wenye ustandi wapatao upendeleo, lakini wakati na bahati wapata watu wote. Umesikia neno? Nasema wakati na bahati inapatanga watu wote. Bwana Yesu asifiwe. Wakati na bahati upata watu wote. Bwana Yesu asifiwe. So lazima ujue kwamba anasema si mwenye mbio ashindaye mbio. For example, unaweza toka ukiwa katika mbio, ukiwa namba 1, kufika pale bila ukaanguka, wafeti ukaanguka. So anasema si wenye mbio washindaye mbio. Bwana Yesu asifiwe. Sema lakini chances and time comes for all. Chances and time comes for all. Wakati majira, I return the son of the sun, that there is not for the shift, nor the battle to the strong, neither yet a bread to the wise, nor yet resist the men of understanding, nor a favor to men of skill, but the time and the chances happen to them. Sasa nikwambie, inategemea na kile ambacho unafanya na time yako ndio itakupatia ushindi, ndio itakupatia malize. What you are doing with time, masaa yako unafanya naye nini, ndio itafanya hiyo malizie vizuri. Hata katika biashara yako unafanya, ama katika huduma yako unafanya, au do you value time? Maana naambia watu kwamba ukitaka kujua mtu maskini duniani is anybody who does not value time. Kama udhamini masaa, utakuja kuundua kwamba utakuwa masikini wa mwisho duniani. Bwana Yesu asifiwe. Lakini nakuombea Mungu akupe neema na agushikilie usije ukawa maskini wa mwisho duniani. Uelewe majira na nyakati ya kufanya mambo katika maisha yako. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Time and chance, sema si wenye nguvu walio ndani washindao vitani. Kwa hivyo unaenda vitani na nguvu na uweza, na ukaenda bando ukashindwa. Ndio sema ya kwamba majira na nyakati ndio wanga inaamuru. Bwana Yesu asifiwe. Kitu kingine, what do you do your chances? Hiyo chance yako ikija, unafanyanga naye nini? Your chances, majira yako ikija, nini unatumia kufanya jamani? Bwana Yesu asifiwe. So lazima ujue kwamba unafanyanga na nini majira yako. Kuanzia leo, majira yako ikija, ama wa chance, when the chance is out, unafanya nini? Unajua ukisoma tusome kitabu ya First Chronicles 12:32. Hata uone watu wanajua time and season. Unajua kwamba time ni wakati unangojea, but season ni wakati Mungu amefika. Unajua kuna majira ambayo Mungu anasema kutakuwa na mvua December. That is what we call a season. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu ya First Chronicles 12:32. Asemaje? First Chronicles hapo nyumbani fungua, kama ukazini fungua hiyo First Chronicles 8:12. Tunasema na wana wa Israeli wenye akili za kujua nyakati na kujua yapasa Israeli wayatende. Vichwa vyao walikuwa watu 200 na ndugu zao wote walikuwa chini ya amri yao. Kwa kizungu wanaweza sife. Nasema kwamba 32
32. And of the children of Issachar, which were men that understood of the times, to know what Israel ought to do, the ends of them were 200, and all the brethren were at their command. Natojua kwamba hawa wa Israeli ama hawa watoto ambaye ni wa Issachari walikuwa watu 200, ukisoma maandiko vizuri, lakini ngandi walikuwa maelfu. Kabila zingine zilikuwa maelfu, lakini hawa walikuwa just 200. Ukisoma hapo juu unakuta wengine walikuwa 18,000, ile 15, but because they understand time na kile kinapaswa sasa kufanya, Mungu alibindi aweke wao wawe chini ya kuwatawala. So when you understand what time and those chances, Mungu anaweka watu watawale. Kwa hivyo kitu kwanza kuuliza Mungu, what am I supposed to do now? Kwa kitu inaitangwa spiritual understanding. Ufahamu wa roho ni kuelewa kile kinaendelea katika ulimwengu wa roho. Kama sasa mimi nisikia wiki ya kwamba nianzie bana kila Jumanne online inaitwa Lema Hawa. So hiyo ulimwengu ndio kitu ambaye kina Mungu amepanga na ameandaa. So spiritual understanding ni unaelewa nini ambaye inaendelea katika ulimwengu wa roho. Even katika ministry, hata biashara, nini sasa unapaswa kufanya? Nini wakati wajua waanze kuuzia watu makoti yale mazito, utakuta ya kwamba watu hawatakunulia. Bwana Yesu asifiwe. So lazima uelewe ulimwengu wa roho unapaswa kufanya nini wakati kama usema amen. Bwana Yesu asifiwe. So angalia, it depends what you do with your chances when it comes. Angalia Joshua, hebu tuweke kitabu Joshua 14:14. Joshua alipojua ni time yake ya kumiliki mlima wake, ule Musa alimwaahidi, hakutupa wakati wake. Wamefika Canaan, anaambia mtumishi wake, huyu mtu wa Mungu anaitwa nani? Anaitwa Joshua. Pia ile mlima Mungu aliniambia, nataka unipatie mlima wangu. Hebu tusome Joshua 14 nasemaje? Joshua 14:10 nasema, kwa hiyo Hebroni turudi 10, tuanzie 10 hapo tuelewe. Chapter 14 Joshua verse 10. Hebu fungua hapo sikia, inasema, sasa basi angalia, Bwana ameniweka hai kama alivyosema miaka 45 tanga tu Bwana alipomwambia Musa neno hilo, wakati Waisraeli walikuwa wakienda barani. Sasa tazama, hivi leo nimepata miaka 85 umri wangu. Kwa hivyo Musa alipatia Joshua Caleb samani Andi akiwa na miaka 45. Akamwambia, nchi akani umeenda na huyo mlima umeona, nimekupatia kwa yako. So Joshua Caleb alitembea amebeba hiyo neno, na akatembea naro mpaka wakafika promised land. Ndio maana Caleb yeye hakuviolate maneno ya Musa, hakuleta habari mbaya, alileta habari nzuri. Alileta habari nzuri, akamwona hiyo umeona. Sikia nikwambie, wakati wote whatever you see becomes your portion. Unaona nini leo hii? Akaambia Joshua, kabisa Joshua, Jeremia mstari wa 1:11 namuuliza, Jeremia unaona nini? Sasa naona mti wa morozi. Akauliza na Bwana, umeona vyema? Na angalia neno langu nilitimiza. Hizo mara ya 30 akauliza kwamba Joshua, Jeremia unaona nini tena? Sasa kwamba naona nyungu ikitokota. Kaambia hivyo ndivyo uovu unapikwa ukitoka kaskazini ukija katika mji huu. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma pia Mwanzo 13:14 inasema ya kwamba wakati Joshua wakati Musa Ibrahim wametengana Lutu, Bwana akamuuliza kwamba akamwambia kwa inua macho yako umbali utakapoona nitakupatia. So therefore even the ministry pastors, what do you see? Naambia watu utakuwa TV sasa ya DSTV. Utakuwa TV India, station ya TV ama TV, utakuwa India CNN. Now I assure you, kwa sababu gani? I can see it, I can feel it. There are so many people, they have resources, lakini unaona nini wewe? So Joshua anasema kwamba miaka 45 I receive a promise, I receive a word, na niko na hilo neno. Kaambia sasa nipatie mlima ule, niko na nguvu ile bado nilikuwa na sisi. Kwambie mtu mwenye maono na mtu mwenye handi ya Mungu azekage mapema na kufanya haraka. So kama unataka kuishi miaka mingi duniani, lazima na handi ya Mungu uweze kama mapema. Bwana Yesu asifiwe. Tuendelee mstari hata sasa mimi na nguvu zangu hivi leo kama nilivyokuwa siku ile Musa alivyonituma. Kwa hiyo ananiambia kwamba I have strong, na ana miaka 85. Nina nguvu, anaweza toka, naweza rudi. Bwana Yesu asifiwe. Nina nguvu. Naomba Mungu akupatie nguvu jamani. Akupatie nguvu kiwango wa kwamba naambia watu kwamba usipate retensi kwa wakati umezeeka. Eti V10 ama V12 zitakujanga, sio una miaka 90 unapata gari mpya ya kununua mpya. Hata uone mbampu.
Unapiga puu kiendanga. Unaweza mjukuu nini hiyo? Bwana Yesu asifiwe. Unaweza mjukuu hiyo ni nini? Bwana Yesu asifiwe. So sometimes lazima hata unakuta kwamba ndani amezeka ameinamisha mgongo hivi ndio anaanza kununua nguo za kutoka Turkey. Lakini unasikia mtu anakuambia nguo yangu ni 100,000 na inakaa kama ragi, maana hata mwili akusheba kuvaa kuna. Omba Mungu sasa yuko na nguvu. Kama ni kuvaa suti imenyoko uvae wakati wa miaka 40, miaka 30. Bwana Yesu asifiwe. Kama ni gari latest kubadilisha ile uko na nguvu. Unaweza drive kutoka hapa mpaka Kisumu bila kuchoka. Ama kwenda Mombasa bila kuchoka. Bwana Yesu asifiwe. Karibu nasema kwamba nina nguvu. Na kuombea Mungu akupatie nguvu jamani. Receive the power ya kufanya vitu ungali na nguvu. Pokea nguvu ya kuona vitu vikuu ungali mdogo. Bwana Yesu asifiwe. Unakuta sasa unaweza ubiri baraka kama 3 na naenda kusini. Unakuta huduma yako inapenya. Ndio sio kama unajuanga. Elisha aliondoa nureni wakati huduma yake katika peak. Wakati Elijah ameanza kujulikana, ndiye aliyesema ya kwamba baba naomba uniue. Mimi siko bora kuliko baba zetu. Kill me. Ndiye alimwambia hivyo. Niue, mimi si bora kuliko baba zangu. Niue jamani. Na sasa hiyo huduma yake haijafika hata wapi jamani. Sasa hiyo huduma yake tu ndiye ameanza kujulikana katika Israeli. When the guy was at the peak, ndio huduma yake iliondolewa duniani na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. So nataka kusema nini jamani? Uacha Mungu akubariki ungali mchanga. Wacha Mungu akubariki sasa uko na nguvu. Hata wakati unazaona kitu ikiwa mbali. Wacha maono uko na itimie ungali na nguvu katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Anambia kwamba sasa mimi na nguvu zangu hivi leo kama nilivyokuwa siku ya Musa wanituma, kama nguvu zangu zilivyokuwa wakati huo na nguvu zangu ndivyo zilivyo sasa kwa vita na kutoka na nje na kuingia. Wasorofu Bwana Yesu asifiwe. Basi sasa unipe mlima huu ambao Bwana alinena habari zake siku hiyo. Give me the mountain. Jamaa anaitisha hadi zama. Kwani wewe ulisikia siku hiyo jinsi wanawake walivyokuwa huko na miji ilivyokuwa mikubwa yenye boma? Yamkini ya Bwana atakuwa pamoja nami nitawafukuza watoke nje kama Bwana alivyonena. Bwana Yesu asifiwe. Anambia nipatie mlima. Basi sasa unipe mlima huu ambao Bwana ananiambia. Naomba Mungu upatie. Alikuwa nini jamani? Ungali na nguvu, ungali na uweza. Karibu akasema kwamba I am climbing my mountain. Bwana Yesu asifiwe. Uliambiwa utaenda ng'ambo, begin to climb, receive your visa. Uliambiwa utaenda utakuwa milionea, listen the right season, pokea hiyo roho katika jina la Yesu Kristo. Uliambiwa utahubiri kwa TV, uliambiwa shauri tena kimataifa. Wacha mwaka ujao umalizie vizuri na uingie katika that level in the name of Jesus. Sema amen. Yoshua akabarikia akampa Kalebu huyo mwana wa Yefune Hebroni kwa urithi wake. As 14 ndio tulikuwa tunataka kufikia. Verse 14. Joshua 14. Kwa hiyo Hebroni ikawa urithi wa Kalebu mwana Yefune Mkenesi hata leo, kwa sababu alimwandama Bwana Mungu wa Israeli kwa utimilifu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Hebron, hii mlima Hebron, Joshua Kalebu akaenda akachukua jamani. Kwa hiyo Hebron ikawa urithi wa Kalebu mwana Yefune Mkenezi hata leo, kwa sababu alimwandama Bwana Mungu wa Israeli kwa utimilifu. Jamaa alifuata Mungu kwa utimilifu na akapata ahadi ili alikuwa ameahidiwa na Mungu katika maisha yake. Sema amen hapo nyumbani. So lazima uelewe ya kwamba majira nyakati upitia watu wote. Amen. Hata usome kitabu Ayubu 7:8. Ayubu 7:8 nasema ya kwamba your beginning will seem humble, so prosperous your future be. Hiyo ni vitu. Tuwekea Kiswahili kitabu ya Job Ayubu 7:8. Bwana Yesu asifiwe. Anaambiwa, anasema kwamba hii maandiko ya Ayubu, anaambiwa kwamba na mwisho wako ungeongezeka. Kumaanisha kwamba kuna kitu ambacho hakufanya, kuna jambo ambalo hakulifanya. Ayubu 7:8. Kuna kitu ambacho inaonekana hakufanya. Anaambiwa kwa mwisho wako ungeongezeka. Anaambiwa kwamba mwisho wako ungekuwa mkubwa. Kwa hivyo kuna kitu ambacho wewe jamaa hakufanya. Sasa ninaambia kwamba na mwisho wako ungeweza. Kwa hivyo kuna kitu alipaswa afanye, lakini mwisho wako kwa mdogo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo nakuombea Bwana akupe neema na akusaidie mwisho wako. Kwa hivyo unataka kujua kwamba God is very concerned on your finishing line. Mungu anaangalia sana
mwisho wako vile utakavyokuwa. Finishing line yako. Bwana Yesu asifiwe. Mstari wa 8. Mungu angalia sana finishing yako. Utamaliziaje? Bwana Yesu asifiwe. Hata shule. Iangalie mtoto anaenda shule nasari, akitolewa makamasi, anapelekwa chooni, lakini akifika darasa la 8, mzazi anataka kujua atamaliza na nini? Anaingia tena form 1 na vitu mpya. Akimalizia kabisa, unakuta ya kwamba anaenda akimalizanga, yani unatoa form 4 unaweza umemaliza na nini? Grade gani umepata? Bwana Yesu asifiwe. So lazima kuwe na mtu ambaye ujua kwa Mungu is interested, anaangalia sana vile ambavyo utakavyomalizia. Sema amen. Hata usomee kitabu ya Ibrania, kitabu ya Ibrania 12 mstari wa 2 nasemaje? Nasema tukimtazama Yesu mwenye kuanzisha na mwenye kutimiza imani yetu, ambaye kwa ajili ya furaha iliyowekwa mbele yake aliustahimili msalaba na kuidharau aibu, naye ameketi mkono wa kuume wa kiti cha enzi za Mungu. Inaongea habari za huyu Yesu gani? Huyu Yesu ni ule ambaye ni ule Yesu alizaliwa wapi? Katika hori la ng'ombe. Yesu mwenyewe alizaliwa katika hori la ng'ombe. Hakuwa na nafasi yake ya mahali pake aingia mama wake ajifungulia pale. Lakini sisi tunaelezewa mwisho wake amemalizia. Kwa hivyo nataka niwaambiaje, God is much concerned about your finishing line. Mungu anakuangalia sana. Umeanza kioski, yeye Mungu aone kioski. Anaambia Musa kwamba kitabu ya Genesis Exodus 3 anawaambia kwamba natoa watu hawa kutoka nchi ya Misri niwapeleke nchi njema iliyojaa maziwa na asali. Kwa hivyo sasa uko katika njia, unaweza kuwa sasa uko katika njangwa, hauna chakula kukula, hauna karo kulipia mtoto, lakini nataka kuambia kwamba uko katika kipindi ya kupita. Lakini ukifika pande nyingine utakuwa unasomesha watu shule, unalipia school fees, unawajengea manyumba. Kwa nini? Maana umefika katika finishing line. Pia nawapeleka nchi ile maziwa, maziwa na asali. Bwana Yesu asifiwe. So God is much concerned. Anasema kwamba huyu Kristo mwenye kuanzisha imani yetu hakuona aibu ya msalaba, hakuona matusi yalituziwa. Sasa unapitia ngapi umeambiwa na watu utaenda mbali, unaweza kuambia kwamba mwisho wako ni mkubwa kuliko mwanzo wako. Keep on moving. Usivunjike moyo, usikate tamaa. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wengi wamekata tamaa, wameachia injili barabarani, wameachia kazi barabarani, hata kazi gani wameachia barabarani. Angalia wanasiasa. Unakuta mwanasiasa anapiga kampeni miaka 20 yachaguliwa kuwa MP, kuwa gavana, kuwa rais. Na anakompiti tena. Lakini ndani ya moyo wake yeye anajua kwamba kuna siku moja nitawini hii uchaguzi. Bwana Yesu asifiwe. So unataka kusema nini? Lazima tuwe kama Margaret kwamba na ameketi mkono wa kuume wa Baba, anatuombea. Nani? Kristo. Aliyesema katika ombi la ng'ombe, tunaelezwa finishing line yake ilikuwa namna gani, mwisho wake alimalizia namna gani. Bwana Yesu asifiwe. So no matter what you are doing, nataka kuambia kwamba na kuombea Mungu malizi. Usimalize kama Judasi. Ungesema Judasi akaenda akajinyonga. Usifike kama Judasi amekaa na Yesu miaka 3.5 na mwisho ameenda akajinyonga. Kwa hivyo usiwe kama Judasi jamani. Na kuombea Mungu akupatie roho mwisho wa mwaka, pokea, umalizie na afya, umalizie na utajiri, umalizie na hata ile mambo yakakuwa sawa. Nimekunenewa sasa uko katika kitanda hospitali, nimenena utamaliza mwaka uko kitanda hospitali. Wewe ambao unadaiwa hautamaliza mwaka na madeni, in the name of Jesus. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. So lazima yani kile Mungu anataka kama umalizie vizuri katika maisha. Kama unajua when you finish your jambo la kwanza you receive a title. Kwa hivyo tunaita Eliud Kipchoge. Eliud Kipchoge kama hakukimbia hiyo title angeweza kuhold the world record marathon ambaye amehold. Kwa hivyo wakati unamaliza vizuri, hata ukienda kwa jeshi umalize vizuri, ndio unatoa mwanajeshi. Ule ambao ukapoteza katikati hazipata hiyo cheo ama title. Ukienda kuwa daktari lazima miaka 7 ndio siku ile ukitoka graduation naambia kwamba ile power nimepona katiba, nimeamua kutoka sasa daktari. Kama uwe ni lawyer, the same thing. Bwana Yesu asifiwe. So wakati unapomaliza vizuri, you receive a title. Ya pili, you are known. Unajulikana. Kuna wakati ukimaliza vitu fulani ndio unajua ule daktari wa ng'ombe. Ndio unajulikana. Ule ni mbaji mzuri. Wewe mpira vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Ukimaliza vizuri you change your status. Mpaka unasikia unaitwa engineer, unaitwa mchungaji,
unaitwa mwinjilisti, mwanabiashara fulani, unakuta wanauza mafuta taa, una status yako inabadilika. So you must fight to finish well. Bwana Yesu asifiwe. Ya pili, ya tatu, you are given a gift. Unaenda graduation. Mimi nimeenda mingi sana. Nani upewa zawadi? Ni ule mtu ambaye amegraduate. Wengine wote watakula mchele makeke wenda nyumbani. Lakini ni kama harusi. Kijana, unajua kwa nini vijana wanafanya harusi? Ili kwamba akimalizia anasawandiwa. Hata ambi unampatia zawadi. Bwana Yesu asifiwe. Anasawandiwa manguo, anasawandiwa masahani, mavitanda, anapata zawadi. So when you finish well, you are gifted. Lakini wakati wote utakapomalizia, kaangalia kama kina Sauli. Sauli alimalizia baya sana. Hata kifo yake alikufa ovyo ovyo. Kina Judasi, kina Absalom. There are so many in the Bible. Kina Samson, mtu ambaye alikuwa mtu ondali sana, alimalizia akiwa na kitu ambacho hata kibereki. Bwana Yesu asifiwe. So lazima ujue kwamba kitu hiyo your level changes. Angalia kama wakati una compete uchaguzi. Akipata gavana hivi, unasikia ameongezewa jina lingine gavana. Anapewa magari manne ya kumulinda. Akiingia rais, anapewa magari kama 16 ya kumulinda. Bwana Yesu asifiwe. So lazima ujitahidi na ungangane umalizie vizuri katika jina la Yesu Kristo. Sema amen hapo nyumbani. Amen. Hata nikuambia kitu kingine, to finish ili umalizie vizuri, kitu cha kwanza, ili umalizie vizuri katika mwaka, fight to finish well. Pigana umalizie vizuri. There are powers that fight men how to finish well. Unakuta mtu anafanya kazi akaenda kuitaa miaka 65 au 60, anafanya mezi kidogo, hiyo mshahara benefit yake inaisha yote, inapotea, anafutwa kazi. Unaelewa? So kuna nguvu. You must subdue the powers that fight men not to finish well. Even any maisha yako ile nguvu, unasema ile nguvu yote, sema katika Yesu Kristo, kila nguvu ya kunizuia nimalizie vizuri, nimekunyamazisha, hauna uwezo juu ya maisha. Ni wangapi ambao wameenda kwa benki, wamechukua loan, anaweka stock, anauza miaka 2-3, baadaye anafilisika. Ile benki ndio kumchota. Na nimempatia loan. Maana nguvu ya kumalizia vyema alikosa. It takes power to finish well. It takes power to fight power so that you can finish well. Ili unahitaji nguvu, upigane zile nguvu ambaye zinazuia mtu asimalizie vizuri. Sema amen hapo nyumbani. So lazima ujue kutisha zile nguvu ambaye unajua. Acha tusome kitabu ya 2 Timothy 4:6. Timotheo wa pili 4:4. Timotheo wa pili. Timotheo wa pili, fungua hapa nyumbani. Timotheo wa pili. Sikia mtu. Timotheo wa pili 6:7. Timotheo wa pili 4:6. 2 Timothy chapter 4:6. Kwa maana mimi sasa nimeminwa, wakati wa kufariki kwangu umefika. Nimevipiga vita vilivyo vizuri, mwendo nimemaliza, imani nimeilinda. Baada ya nimewekewa taji yake, ambao Bwana mhukumu mwenye haki atanipa siku ile. Wala si mimi tu, bali watu wote pia waliopenda kufunuliwa kwake. Yaani kufunuliwa na watu atamaliza vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kwa maana mimi sasa na miminwa, I am being poured out. Na miminwa mimi. Na miminwa. Na nyingine now I'm dying empty. Hakuna kitu nimebaki. Nimekuwa squeezed by the world. So ile gift nilikuwa nazo nimepeana. Ile baraka nilikuwa nazo nimepeana. So now I'm going at my way. Lakini sijapeana bure bure. Anasema ya kwamba atakao nimemiminwa, sasa nimemipiga vita vilivyo vizuri, mwendo nimemaliza, imani nimeilinda. I have fought a good fight of faith. Bwana Yesu asifiwe. Nimepigana. Ena nyingine ya kwamba hii kushinda kwa Bwana sawa, nimeshinda, nimemalizia vizuri. Si malizia vizuri hivi, ni kupigana, nimepigana. Kama sija, naangalia kwa ni Paulo alipigana sana. Mara amehukumiwa kuuawa, mara ameenda na mashua ikapasuka, mara amewekwa makorokoroni, mara amepigwa na mawe, amekutwa kibera akapigwa na mawe, mara amefungwa makorokoroni. Angalia. So this man fight. Na baadaye anasema kwamba na baada kumalizia ayo, nimewekwa taji yake ambaye Bwana mhukumu mwenye haki. Nimefanya huduma kwa haki. Nimewekwa taji yake. Sikia nikwambie, unaambia watu hivi ya kwamba wewe unafagia kanisa, wewe unapiga vyombo, wewe unafanya kazi, wewe unahubiri, wewe unafanya chochote kanisani, utalipwa vile ambavyo ulifanya kwa haki. Wakati nataka kwamba a crown of righteousness. Ile kazi yote ulipewa
Aidha unaosha shoka kanisani, unalimia kanisa, wewe unashirikia madhabahu. Kama ulifanya kwa haki, utapata thawabu ya haki. Lakini kama ulifanya kwa unjanja, hutapata thawabu yote. Bwana Yesu asifiwe. So nasema kwamba nimemaliza, nimewekewa thawabu ya haki, a crown of righteousness. Maana nimemaliza, na sio mimi peke yake, hata wale wengine watakayefurahia kufanya kazi kwa haki, ambao wamefurahi katika maisha yangu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. So sometimes you must fight to finish well. Lazima upigane. Angalia Paulo alipigana, si kama unajua Daudi siku moja, Daudi alipigana vita 64 na kashinda. Lakini siku moja alikuwa karibu uawe. Maana alienda vitani akidhania kuna nguvu alikuwa nayo akiwa kijana. Na alipoona vita, hebu kusomea kitabu ya the book of 2 Samuel chapter 21 verse 15. The book of Samuel 21:15. Kusomea hapo usikie. Kitabu cha Samueli wa pili 21 mstari wa 15 nasema, basi kulikuwa na vita tena kati ya Wafilisti na Israeli. Daudi akashuka mpaka Gombo na watumishi wake pamoja naye, akapigana na Wafilisti, naye Daudi akaishiwa na nguvu. Unajua Daudi alikuwa ameseka hapa. Naye Ashibinobu aliyekuwa mmojawapo wa Refai, huyo alikuwa ndugu yake Goliathi, ambaye uzito wa mkuki wake ulikuwa shekeli 307 kwa uzani, naye amejifungia upanga mpya. Alijaribu kumua Daudi. Umesikia hiyo? Lakini Abishai mwana wa Seruya akamsaidia, akampiga Mfilisti, akamua. Ndipo watu wa Daudi wakamwambia, wakasema, wewe hutatoka tena pamoja nasi kwenda vitani, usije ukaizima hata Israeli. Daudi alizuia kuua Manjitu. Aliangusha Goliathi. Wakati ya kuua ameitwa ndawale ya ngovu 200 za Wafilisti wanaume. Ameenda akawapiga na akawatairi. Akapelekea shemeji yake ndawale ya ngovu za wanaume 200. So huyu jamaa alizuia vita, lakini hakujua wakati ameseka ape vijana waende vitani. Daudi ameenda vitani. Jamaa ametoa mkuki. Huyu jamaa anaitwa Ashibinobu. Jamaa ametoa mkuki, amewekelea Daudi, anataka kumpiga mkuki. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Abishai alipojua jamaa anasema kwamba au utatoka tena wewe Daudi kwenda vitani, maana wewe ni tai sasa gasimiki, umezeeka. Kaa hapa, utaweza kutupatia India, utaweza tushauri sisi wa mshauri wetu, lakini vitani hautaenda tena. Bwana Yesu asifiwe. Huyo ni mtumishi wa Mungu ambaye anaitwa nani? Anaitwa Abishai, ndiye alikuwa Daudi. So lazima ujue kuna nguvu inayokupiga usimalize. Kwa hiyo Daudi kujua kwamba amezeeka. Bwana Yesu asifiwe. Hakujua kwamba amezeeka katika maisha. Wewe unataka kujua kwamba hata wewe elewa wakati ambapo kuna time ulikuwa unafanya kitu fulani, lakini sasa hivi ukafanya. Lazima kuna miaka ikifika hata ukataka. Sasa inatokanga hapa naenda kusendi, naenda mkutano mwingine wiki, naenda nyingine wiki. Kuna miaka ikifika ulikuwa unafanya mkutano mmoja kwa mwezi. Na si kukataa, maana season. Lakini sasa hiki unafanya ndio itakusaidia miaka ijayo. Hii nguvu uko nayo sasa hii ndio itakusaidia miaka ambaye ijayo. So elewa season yako. Elewa majira yako, mtumishi wa Mungu. Hata mwanabiashara, kuna kitu sasa unauza ni season yake. Wakati kutokea ile sabuni za arobera, watu walikuwa wanaenda kuuza arobera, ikapigwa marufuku wakati wa Moi. Ndugu mmoja akaniambia alikuwa na katoni karibu 30 anavukisha mpakani ya Taveta. Imepigwa marufuku hivi. Uwezi ngena Kasam, ilibidi itupe hapo hapo, akarudi Mombasa. Bwana Yesu asifiwe. So elewa wakati, angalia wakati ambapo vita, wakati ambapo unapaswa kupigana. Angalia Jundasi alishindwa kupigana, ndio maana akaweza kuwekwa chini. Jundasi yeye alikaa tu. Angalia akienda maombi Yesu na mitume wengine, yeye Jundasi hakuna mahali anaonekana. Ndio Jundasi alikuwa anaonekana mahali fulani, mahali kuna chakula, alikuwa anaonekana mahali kuna pesa. Soma Biblia yako vizuri. Jundasi tangu achaguliwe alikuwa anaonekana mahali kuna chakula na mahali wakati wa kula round table, na wakati Mariam amemimina chupa ya mafuta ya pesa mingi. Anasema kwamba hii mafuta jamani ingeuzwa, hiyo maskini. Yesu akasema kwamba wewe unjali maskini kwa sababu yeye ni mwizi. Bwana Yesu asifiwe. Maana hapo unasikia mtu akisema kwa hii pesa imetumika kwa kusendi, singepewa tu chakula. Na kuambia kweli,
heri mtu akufe akiwa ameokoka ameshiba kuliko ukufe ukiwa mwenye dhambi na njaa. Bwana Yesu asifiwe. So unakuta heri unakuta unaweza invest $10 million kwa ajili ya kuokoa roho moja. Maana hiyo roho ikiokoka imerudi kwa Baba. Lakini kuliko kupeleka chakula Turkana, upeleke Moyale, upeleke si wapi, na ni mioyo ya watu inaangamia. Hiyo pesa ingathwe iende mkutano Kongo, iende mkutano Mombasa. Roho moja iokoke ile shiba kuliko roho moja ikufe, kuliko roho iliyo shiba ikufe. Bwana Yesu asifiwe mwenye dhambi. So nataka kusema nini? Nataka kusema kwamba fight to finish well katika jina la Yesu Kristo. Amen. Angalia watoto wawili watoto wa Eli. Eli ametembea na Mungu. Mungu anamwambia kwamba nilisema na nyumba ya baba yako watakuwa makuhani milele. Lakini jambo tangu watoka Misri. Lakini jambo hili nimeweka mbali na tena siwepo. So mtumishi wa Mungu anataka kusema nini namalizia? Anasema kwamba pigana umalizie vizuri. Hiyo biashara uko naye, hata ndoa, kudumisha ndoa izambatu. Hata biashara, hata kujenga nyumba. Nitakuja kufundisha aina za vita. Ikipigi kiendelea tunafundisha aina kinds of battles. Ndio tunafikiria sasa mimi natapata pesa lakini sasa mimi sijengi nyumba, mimi natapata pesa sinunui gari, izambatu. Si rahisi. Bwana Yesu asifiwe. Ndugu mimi nikutana naye mahali amenunua gari. Kamwambia ndugu, na mbona una gari? Ambia pasa unajua mafuta ni pesa mingi sana. Kamwambia umenunua gari hizo umeanza kuongea mambo ya mafuta. Nini amenunua gari lakini kwa ameanza kupiga. Ndio naambia tu si rahisi. Utoe 10,000 weka gari mafuta tangi mzima. Uzunguke nayo wiki mzima. Si rahisi. Kuna vitu wangu umeshinda. Ndugu amenunua gari ameacha kwa nyumba. Anasema unajua mchungaji gari inakunywa sana. Na amenunua juzi sasa maliza wiki 2. Nataka kusema nini? Lazima ujue ile vita unakonka. Chochote unafanya ile vita na the more inukanga. The more vita inukanga. Ukiweka vita ya kioski hata kanjo ya kioski atarudishia 5,000. Akutomeka usiru utalipa 50,000. Hata serikali hivyo tu. So the more lazima uombe Mungu grace. The more Mungu niambia watu hata vitu ikipanda katika Tanzania ama Kenya. Naambia muomba Mungu ya kwamba naye akuinua kiwango ya uchumi. Akuinua kiwango ya maisha. Bwana Yesu asifiwe. So katika jioni leo watoto malizia hapo kitu kinaitwa power to finish well. Tutaendelea next week Tuesday online service ndani kuombe. Malizie mwaka mzuri, malizie mwezi mzuri. Baba ni asante Yesu. Sasa ngoja watazamaji wetu Mungu na yaka mikono mwako wabariki, wainue watetero wapigania Mwokozi. Nimefunga kila mashetani maroho ya kuwafanya malizie vibaya. Nimevunja uchawi na majina mapepo. Haitafanikiwa juu ya maisha ya Mwokozi. Kila pando ambaye ndio alipanda katika maisha ya Mungu. Nimeling'oa maroho hili hapa. Madhabahu hii hapa ya giza utamalizia mwaka salama. Nimekwisha ivunja na kuitawanya. Pokea mkono wa Bwana. Pokea neema ya Mungu, malizie vizuri. Hata biashara yako umalizie vizuri. Hiyo siasa umeanza umalizie vizuri. Chochote unafanya nimekutabiria. Pokea neema ya kumalizia vizuri. Kwa jina la Yesu Kristo tumeomba na kushukuru. Mtu aseme amen. Nataka kuleta matangazo tuko naye, tunaanza semina kesho kama kwa ile na manga vijana wamekuja kwenda juu. Ngoma huduma ya Zeri chini ya mchungaji Richard nyingi. Takuwa hapo tukifanya semina na nataka wewe uko online nataka tuwe sadaka yako namba kutoa sadaka 0726 076 654 ama namba kutoa sadaka. Toa sadaka yako jamani. Ubariki kipindi na ubariki mtumishi wa Mungu. Namba ni 0726 076654. Na Bwana wa mbinguni akubariki na kutetea. Neema ya Bwana iwe na wewe na ikutoshe milele na milele. Shalom, tukutane next week online service masaa kama hii. Kipindi tu Lema Hawa. In Jesus name you are blessed. Amen. Thank you.